Karibuni sana. Leo tunazama ndani kabisa ya wito mmoja muhimu sana unaotokana na kampeni ya Kwaresima ya mwaka 2026. Kauli mbiu yake inasema tuijenge Kenya ya haki, amani na umoja inayodumisha usawa na heshima kwa binadamu. Katika uchambuzi wetu, tutaangazia kwa undani mada kuu ya wiki ya kwanza ambayo ni uongozi na uadilifu. Sasa, msingi wenyewe wa kampeni hii yote unatokana na andiko hili lenye nguvu kutoka kitabu cha Amosi. Yaani, ebu fikiria picha hiyo. Hukumu na haki zikimiminika bila kukoma kama mto mkubwa. Haya ndiyo maono yanayotuongoza, sio tu leo, bali kwa kampeni nzima. Unaweza kujiuliza, mwongozo huu mzito unatoka wapi? Basi, umeandaliwa kwa ustadi mkubwa na idara ya Kikatoliki ya Haki na Amani, ambayo iko chini ya Baraza la Maaskofu wa Katoliki hapa Kenya. Ni sauti yenye lengo la kuleta mabadiliko ya kweli. Haya, basi, wiki ya kwanza inaingia moja kwa moja kwenye kiini cha mada. Inatuambia, ebu tuzungumzie uongozi na uadilifu. Hili ndilo suala zito lililo mbele yetu sote. Na ili kuelewa hili vizuri, hebu angalia picha hii. Ina nguvu sana. Upande mmoja, unaona nini? Jumba la kifahari la kiongozi. Lina kila kitu. Lakini, upande wa pili, ni picha tofauti kabisa. Shule imebomoka, zahanati imefungwa, barabara hazipitiki. Ni picha inayoonyesha pengo kubwa sana katika jamii yetu. Sasa, ili tuweze kuhisi uhalisia huu, mwongozo unatumia mbinu nzuri sana ya tazama. Unatukutanisha na kijana anaitwa Baraka. Baraka ana akili, ana ndoto za kuleta mabadiliko, lakini kila anapoamka anakutana na ukweli mchungu. Na hili ndilo swali linalomsumbua Baraka, na labda ni swali ambalo linatusumbua wengi wetu, si ndio? Anaona jinsi rasilimali zinavyotumika vibaya na jinsi wale wanaopaswa kusaidiwa wanavyoachwa nyuma. Sawa, baada ya kuona hali ilivyo kupitia macho ya Baraka, sasa tunapiga hatua ya pili. Tunaingia kwenye sehemu ya amua. Hapa sasa ndipo tunapoanza kuchambua kwa kina lile pengo kati ya kile tunachoambiwa na kile tunachokiona. Na picha hii hapa inaeleza kila kitu kwa kweli. Kwa upande mmoja tuko na katiba nzuri ajabu. Inazungumzia uadilifu, uwajibikaji, mambo matamu sana. Lakini sasa, ukija kwenye uhalisia, ni hadithi tofauti kabisa. Ni ufisadi, ni sheria ambazo hazifuatwi, na utamaduni wa kulindana. Na matokeo yake? Sio tu namba kwenye ripoti. Tunayaishi kila siku. Ni yale mashule yasiyo na vifaa, ni hospitali zisizo na dawa, ni miradi inayoanzishwa na haishi. Na baya zaidi, ni ile hali ya wananchi kukata tamaa na kuacha kuamini mfumo mzima. Sasa, tukitoka kwenye siasa na sheria, tunaingia kwenye roho ya kampeni hii. Tunaingia kwenye hatua ya tatu, tafakari. Hapa tunageukia imani yetu ili kupata hekima na mwongozo wa jinsi ya kukabiliana na changamoto hizi. Unajua, maandiko yanatupa mifano miwili mizuri sana ya kuelewa hii vita ya ndani. Kuna kisa cha Adamu na Hawa, walishawishiwa wakashindwa, lakini pia tuna mfano mkuu wa Yesu ambaye alikabiliana na vishawishi vikubwa jangwani akasema hapana. Sasa swali ni, sisi tunafuata mfano upi? Hapa sasa ndipo tunapogundua kitu muhimu sana. Hili swala sio tu la wanasiasa, hapana. Linageuka kuwa swali la imani na uadilifu wetu binafsi. Ni wito kwetu sote kukataa njia za mkato, kusimamia ukweli na kuhakikisha tunachagua viongozi wenye maadili. Sawa, tumeona, tumeamua, tumetafakari. Sasa inakuja sehemu muhimu kuliko zote, sehemu ya tenda. Maana unajua venye wanasema, imani bila matendo haina maana. So, tunafanya nini sasa? Kwanza kabisa, mwongozo unatuuliza na mimi nakuuliza wewe unayesikiliza, kwa nini tumefika hapa? Ukweli ni upi? Ni nini hasa mizizi ya uongozi mbaya tunaouona? Halafu, swali linageuka, halimwangalii mwingine, linakurudia wewe na mimi. Mimi, wajibu wangu ni upi? Je, ninasimama vipi ninapokutana na vishawishi vya kila siku, iwe ni kazini, shuleni au hata nyumbani?
Na ili kujibu hilo, tunapewa maswali haya ya kujichunguza. Ni maswali ya kujitazama kwenye kioo bila woga. Ni maswali magumu, lakini ni lazima tujiulize kwa uaminifu. Je, nimewahi kuwa sehemu ya tatizo, hata kwa kukaa kimya? Okay, baada ya kujichunguza, tunapewa hatua 4 za kivitendo. Sio mambo ya angani. Ni vitu vidogo vidogo ambavyo kila mmoja wetu anaweza kuvifanya. Kuhoji viongozi, kuelimishana, kukataa ufisadi popote pale na kujitokeza kwenye mikutano ya umma. Na ujumbe wote unakamilishwa na picha hii yenye nguvu. Hebu itazame. Ni mnyororo wa ufisadi, lakini angalia, unavunjika. Na nani anauvunja? Sio shujaa mmoja, ni mikono yetu sote pamoja. Hii inaonyesha kwamba nguvu ya mabadiliko iko mikononi mwetu tukishikamana. Na tunakamilisha na ukumbusho huu mzito sana kutoka kwa Papa Francisco alipokuwa Kenya. Ufisadi ni njia ya mauti. Maneno hayo yanatosha. Basi, swali linabaki kwako. Wewe utachagua njia ipi? Njia ya mauti au njia ya kuvunja mnyororo huu na kujenga maisha ya uadilifu kwa Kenya? Tafakari, halafu tenda.